Hello, habari. Naitwa John Mwingila. Ni mtumishi wa TMJ ambaye nafanya kazi sehemu inaitwa Planning, Monitoring and Evaluation. Planning, Monitoring and Evaluation section. Ni section ambayo iko chini ya kurugenzi ya DBS. Pamoja na mambo mengine katika TMJ, mimi ninafanya mambo ya uratibu wa mambo ya PEPMIS, ambapo leo na share na watumishi wapya au wale ambao hawajawahi kutumia kabisa mfumo wa PEPMIS jinsi ambavyo wanaweza wakaanza kutumia mfumo huu. Kwa hiyo naomba niwapitishe kwenye video hii wale watumishi wapya ili basi waweze catch up, kwa sababu nimekuwa nikipokea maswali mengi sana kwa individuals, ambapo nimeona sasa ni vyema nikatoa kwa ujumla ili angalau kwa tuna guidance. Kwa hiyo video hii ni mahususi kwa ajili ya wale watumishi wapya. Kama unamjua pia mwenzako ambaye whether yuko ndani ya TMJ au yuko nje ya TMJ lakini mtumishi mpya na anapata changamoto kwenye masuala ya PEPMIS, unaweza ukashare naye video, kwa sababu for PEPMIS ni PEPMIS whether unafanya kazi TMJ au ufanye kazi TMJ. Kama tu ni ndani ya utumishi wa umma inatumika the same. Kwa hiyo ninaanza kuwapitisha kwenye sehemu ya kwanza, jinsi ya kuanza. Tutakachokifanya kwa wale ambao tayari wamekwanza, ili uweze kutumia mfumo unatakiwa umekuwa registered. Kwa wale ambao wamekamilisha usajili, ataingiza check number yake pamoja na password. Username ni check number na password. Alafu baadaye utabonyeza sehemu ya login. Kama haujasajiliwa kabisa, utakwenda sehemu ya click here to register, na utaratibu wa jinsi ya kujisajili kwa wale ambao ni hawajajisajili kabisa. Nitaweka video, kuna link chini ya video hii sehemu ya description. Nimeweka link za video mbalimbali ambazo zinakuguide kuhusiana na utumizi ya mfumo huu wa PEPMIS. Kwa hiyo tuendelee na wale ambao wameshasajiliwa. Wale utabonyeza hapa kwenye login. Akishabonyeza sehemu ya login, mfumo utampeleka sehemu ya dashboard. Moja kwa moja itafunguka kitu kama hiki ambayo inakwambia welcome to watumishi portal. Hapo hii in fact ni portal ya watumishi, kama inavyoitwa watumishi portal. Ni portal ambayo inatoa huduma mbalimbali, e-service, ndio inaitwa ESS. Inatoa huduma mbalimbali za kiutumishi kwa watumishi wa umma. Moja ya huduma humu ni e-utendaji. E-utendaji ndio PEPMIS. Lakini zaidi ya huduma hii kuna huduma za uhamisho, kuna mikopo, kuna mambo ya kuwekeza, kuna mambo ya likizo, kozi moduli ni afanye kazi, kuna salary slip na profile. Kwa yule ambaye amejisajili kikamilifu kwenye mfumo wa kwa ajili ya kutumia PEPMIS na amewezeshwa, inabidi moja ya button ambayo utaiona kwako, utaiona inaitwa e-utendaji utumishi. Ukiwa unaiona hii button ya e-utendaji utumishi, basi ndio wewe kwako masuala ya PEPMIS umeshawezeshwa. In case huoni hiyo button, maana yake bado haujapewa roles kwenye mfumo. Unatakiwa uwasiliane either na mimi kwa namba 0752 026763 au bwana Long, mtu wa ICT ambaye in fact yeye ndo atakuwezesha kukupa roles. Lakini NF2 ukiwasiliana, basi tutafanya utaratibu ili uweze kupewa roles zinazokustahili. Lakini kwenye kuwasiliana, kwa sometimes tunakuwa tuko busy kwenye simu. Unachoweza kufanya, unatuma message kwenye WhatsApp namba hiyo ndio kutabia 0752 026763. Unasema jina lako, check namba yako pamoja na uko idara au kanda gani. Itakusaidia ili kujua tunakupeleka kwenye unapelekwa kwenye log gani. Then kwa wale ambao tayari wanaona hii utendaji, unachokifanya unabonyeza hapa kwenye hii utendaji baada ya kulogin. Cha kwanza kabisa unachotakiwa ukiangalia ni taarifa zako. Taarifa zako unazipata hapa kwenye personal information, kwa ndio button ambayo inakuwa active once you login. Kwa unaangalia hapa kama hizi taarifa zilizopo hapa ni kweli za kwako. Of important, najua majina yatakuwa sawa na kila kitu, lakini cha msingi ni kuangalia workstation iliyopangiwa kama kweli ni wewe. Hapa kwenye workstation zinakuwepo mbili tu, ama unakuwa headquarters ama unakuwa kwenye kanda workstation. Alafu pili utakuja kuangalia name of the section. Hapa inategemea kama ni section au unit. Kuna option mbili. Wale waliopo kwenye units na watu wa kanda utasoma units, utasoma hapa name of unit. Kwa hiyo cha msingi hapa uangalie kama unit yako inayosoma hapa inalingana na ile ambayo wewe umepakiwa. In case kuna tofauti hapa popote, unachokifanya unawasiliana na HR, unamwambia shida yako. Kama upo kwenye unit ambayo si yenyewe ama upo kwenye workstation ambayo si ya kwako,
ama taarifa yote hapa kama haipo sawa, unawasiliana na HR bwana Norbert, atakusaidia jinsi ya kupanga kwenye sehemu stahiki. In case anything iko sawa hapa, unakwenda further, unaenda kuangalia kitu kinaitwa supervisor, next stage. Uhakiki kama uko kwa supervisor sahihi, kwa sababu the way mfumo ulivyotengenezwa kuna linkage kubwa kati ya wewe na supervisor wako. Mkikosa ile linkage, kuna vitu atakuwa ama wewe yeye sana atakuwa hakuoni na anashindwa kukupangia kazi, kwa sababu mfumo umefungwa from top down. Wakati wa kuplan anatakiwa aanze wajibu yako akushushie either target au activity ili wewe uweze kuendelea kutekeleza activity au sub activity. Kwa hiyo lazima uhakiki hapa sehemu ya supervisor. Utabonyeza hapa, utaangalia details za supervisor hapa. Zitakuwa kama zinasoma ni manager wako, lakini kingine cha msingi kuna button hapa. Kwa wale watu kabisa itakuwa imeandikwa set supervisor. Kwa sisi ambao tulisha set nasema change supervisor. Hii button ndio inakupa linkage ya wewe na supervisor wako. Kinaweza hapa kimeandikwa sawa, lakini kama bado hujajilink wewe na supervisor wako, bado atakuwa hakuoni. So unachokifanya unakwenda kwenye hii button, ukibonyeza hapa unaandika hapa jina la supervisor wako. Moja tu linatosha. Kwa mfano mimi kwangu Mkondokaya, nikibonyeza hapo litashuka jina lake hapo. Likishuka jina lake unachagua hilo jina. Yes, kama hapa limeshuka Mkondokaya na select, utasave. Ukisave kwa mfano kwenu itakuwa ndio mara ya kwanza itasave, lakini kwa mimi yes nimesema successful saved. Unamsave. Kumaliza hapa then mambo yote yako sawa. Baada ya hapo sasa una contact supervisor wako, manager wako, kwa maana unamtaarifu kwamba uko kamili kwenye techniques ili aweze kukuassign. Wanafahamu tulishawaelekeza jinsi ya kuassign either target na au activity. Tunategemeana na wewe kama uko kwenye section au uko kwenye unit. Akisha kuambia amekamilisha kukutumia kukuassign, unakwenda sehemu palipoandikwa annual institutional performance plan. Kwenye annual institutional performance plan utabonyeza hapo, itafunguka department or unit update. Hapa wewe hapa kuhusu wewe pana kuhusu sehemu palipoandikwa employees performance plan. Kwa hiyo utabonyeza hapa, ndio utakuwa unaendelea kufanya mambo yako ya planning kwa kuendelea kutoka hapa. Jinsi ya kufanya, kuna video specific nimeiweka hapo kwenye description ili uweze kuendelea kutengeneza ama activity ama sub activity, nategemeana na upo kwenye level ipi. Cause ilikuwa ni video just kwa overview ya jinsi ya kuanza kutumia techniques. Otherwise unaweza kuangalia video zingine kuziangalia hapo kwenye description, na utaweza kujua unakwenda vipi step moja baada ya step nyingine. Natumaini video itakuwa imekusaidia, na nadhani kama kuna swali basi usisite kuuliza kwa kupitia namba yangu ya simu ambayo nimeshare hapa, ni 0752 02 67 63. Share kupitia hiyo namba kama nilivyosema, kutokana na changamoto za kwamba sasa hivi watumishi tuko wengi, tuko karibu 400 tunafika. Ni ngumu wakati mwingine kupokea simu ya mtu mmoja baada ya mwingine. It's better uka drop message, WhatsApp message, ukasema shida yako pale, basi inakuwa easy kwa sisi kujua jinsi gani tunakusaidia. So otherwise nawatakieni kazi njema. Asanteni sana.